Tutaenda kujifunza neno la Mungu ambalo lina kichwa kinachosema siku ya uponyaji wako na kufunguliwa kwako ni leo. Yesu asifiwe. Inawezekana mwingine akasema ya kwamba ugonjwa huu ana uwezo wa kuponya huu? No. Huu ana uwezo wa kuponya. Yesu ana uwezo wa kuponya magonjwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapaswa kujua na kutambua ya kuwa Yesu ni Mungu mponyaji. Ukitambua ya kwamba Yesu ni Mungu mponyaji na ukafahamu nafsini mwako ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya magonjwa yaliyokuwa nayo, ana uwezo wa kuponya changamoto ulizokuwa nazo, ana uwezo wa kuponya elimu yako, ana uwezo wa kuponya afya yako, ana uwezo wa kuponya uchumi wako, ana uwezo wa kuponya familia yako. Ukilitambua hilo, ukipita katika changamoto ya ugonjwa, Yesu atajifunua kwako kama Mungu mponyaji. Kwa nini atajifunua kwako kama Mungu mponyaji? Tunaona katika Mathayo sura ya 8 mstari wa 7, anamwambia yule akida ya kwamba nitakuja nimponye. Hiyo ni ahadi ya Yesu kwenda kumponya mgonjwa wa akida. Na akida akatambua, akasema ya kwamba Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wako atapona. Huyo akida alikuwa anajua kanuni ambayo inatenda kazi, kwa sababu yeye ni mkuu wa kikosi cha jeshi. Kwa hiyo na maana akimwambia askari huyu fanya kitu fulani, anafanya na anatii. Kwa hiyo ile kanuni aliyokuwa anaijua yeye, akatambua ya kwamba hapa ninaongea na mtu ambaye ni mkuu kuliko mimi niliyoko kwenye jeshi. Yeye ni mkuu kwenye ufalme wa mbinguni. Lolote atakaolisema litatokea, haijalishi yuko eneo hilo. Kwa hiyo Yesu aliposikia maneno yule akida, akasema sijawahi ona imani kubwa kama namna hii. Na baada hapo tunaona kwamba Yesu akatamka uponyaji juu ya yule mgonjwa wa akida, kwa sababu hii ya kwamba uponyaji, ili uweze kukupata au uweze kupokea uponyaji, unatakiwa ukiri kile kitu ambacho unakikiri, unachokitarajia kukipata. Kwa hiyo akida aliposema ya kwamba mimi ni mtu ambaye nimewekwa juu ya mamlaka au chini ya mamlaka, nina askari chini yangu. Nikimwambia huyu nipigie sauti anapiga, nikimwambia huyu fanya kitu fulani anafanya, nikimwambia huyu kwamba unatakiwa utoke kambi hii uende kambi nyingine anaenda. Kwa hiyo akatambua ya kwamba Yesu naye ni mtu mwenye mamlaka. Akiwaambia ugonjwa utoke nao unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu akisema kwamba huu ugonjwa ukuachie, unakuachia, unatii. Ila ukiusemesha neno lako hautatii. Ukilisemesha neno la Mungu unatii. Kwa nini? Yesu anasema hivi katika Isaya 55:11, kila neno litokalo katika kinywa chake halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yake. Kwa hiyo kama umelisema neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Yesu, halitarudi bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumeona ukisoma pia hata katika kitabu cha Marko sura ya 6 mstari wa 5, unaona kwamba Biblia inaeleza kwa habari ya Yesu kumponya mgonjwa, ya kwamba akaweka mikono juu ya wagonjwa, nao alioweka mikono juu yao wakapokea uponyaji kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo Yesu ana uwezo wa kuweka mikono juu yao. Unaweza ukajiuliza kwamba kwa jinsi ya kawaida simuoni, yuko hapo ulipo, mkono wake sio mfupi hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata usiweze kusikia. Kwa hiyo ana uwezo wa kukugusa hapo na akakuponya. Kwa nini akakuponya? Kwa sababu amesikia imani ambayo umeisema, amesikia maneno ambayo umeakili. Kwa hiyo yale maneno ambayo umeakili ndio yanaamua kwamba upokee uzima au usipokee. Kwa hiyo ukikiri uponyaji utapokea uponyaji, ukikiri madhaifu utapokea madhaifu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba uzima na mauti vimewekwa katika uweza wa ulimi. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika kuwa na afya njema au uweze kuwa mzima, unatakiwa uelewe ya kwamba ninaumwa. Unasema ni kweli mwili unaumwa, lakini mimi ninaamini ya kwamba mimi ni mzima. Kwa hiyo imani unaamua unaikiri kutoka ndani ya moyo wako, inavuta nguvu kutoka kwa Yesu wa uponyaji na inazilika ndani yako, na mwisho wa siku unakuwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yesu anao uwezo wa kuponya maisha ya kila mmoja, na Yesu ni Mungu mponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo alimponya huyo mgonjwa ambao amepooza. Unawezekana ukasema mambo mengi ya kwamba labda mimi kwa jinsi ya kawaida niko safi sijapooza, lakini kuna mambo yako ambayo ukifanya
haupati matokeo yaliyokuwa sahihi, haupati kile kitu ambacho unakiwishi kukipata, kile kitu ambacho unatarajia kukipata. Ina maana kwamba kuna roho ya mapooza imeingilia kati. Sasa huyu Yesu ana uwezo wa kuponya magonjwa ya kupooza ya mwilini na ya rohoni pia, na akakutoa mahali ambapo umekwama muda mrefu, akakuvusha. Aliwaambia wana wa Israeli ya kwamba mmeuzunguka mlima huu vya tosha, geukeni upande wa kaskazini. Ya kwamba walizunguka eneo moja miaka 40. Baada hapo akaona hawa watu nisipowasemesha wataendelea kuzunguka hapa hapa. Inawezekana kwamba umeugua ugonjwa huu muda mrefu, sasa yatosha. Unatakiwa ukae katika neema ya kurejeshewa afya, kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 30:17 ya kwamba nami nitawarejeshea afya. Kwa hiyo maana Mungu anao uwezo wa kurejesha afya. Bwana Yesu asifiwe. Afya ni mfumo. Ila uponyaji wenyewe unadhihirisha tu ya kwamba umepata relief, umepata unafuu, unaendelea vizuri. Lakini kama utapata mfumo ambao unaendeleza kuwa na afya njema, baada ya muda utaingia kwenye hali ile ile ya kuingia kuumwa, kwa sababu ya kwamba hamna mfumo ndani ya mwili wako ambao unafanya uwe na afya njema. Kwa hiyo afya ni mfumo, ya kwamba tutolee mfano, labda unauma kichwa, ukatumia antipain, ukatumia dawa za maumivu. Ni kweli utapata maumivu yatakata, lakini ikishaisha nguvu ya dawa utaendelea kusikia vile vile. Sasa ili usiendelee kusikia maumivu, unatakiwa uingiziwe mfumo wa uponyaji ambao utaondoa ile shida ambayo ipo ndani ya mwili wako. Na huo mfumo wa uponyaji unaitwa Yesu, ambaye anakaa ndani ya moyo wako. Unatakiwa kumruhusu akuponye na kukujalia afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Bwana Yesu yeye ni Mungu mponyaji. Ili aweze kukuponya, haupaswi kumwekea mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema kwamba yani sisi kwenye familia yetu kisukari ndio ugonjwa ambao unatusumbua. Wewe wengi wanakufuka ugonjwa huo. Wewe unatakiwa ukili ya ushindi ya kwamba ni kweli unawasumbua, lakini kwangu no, haiwezekani. Kama uliwaua wao, kwangu mimi hautaniua ugonjwa huo. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba utakula matunda ya kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tunaangalia kipengele ambacho kinazungumzia namna unavyoweza kupokea uponyaji wako na kufunguliwa kwako kutoka kwa Mungu mponyaji ambao ni Yesu Kristo. Sasa tumeona kwamba na tumefahamu ya kuwa Yesu ni Mungu mponyaji, na tumeona kwamba amemponya mgonjwa wa akida na pia akamponya mtoto wa Yairo. Tumeona kwamba Yesu ni Mungu mponyaji. Hiyo yote inatuonyesha kwamba Yesu ana uwezo wa kuponya na kufungua. Kwa hiyo sasa tumeshatambua kwamba Yesu ni Mungu mponyaji. Sasa nawezaje nikaupata huo uponyaji? Ikiwa kwa jinsi ya kawaida ikitokea ninaumwa, nitaenda hospitali kwa ajili ya kupata matibabu. Sasa nimepata hiyo shida, si vibaya kwenda hospitali, ni vizuri, lakini tunaye mwamuzi wa mwisho katika maisha yetu ambao anaitwa Yesu. Yesu yeye ana uwezo wa kutuponya. Kwa hiyo sasa ili niweze kupokea uponyaji kutoka kwa Yesu, kuna njia ambazo Yesu anahitaji azitumie ili aweze kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna kanuni ambao anataka uwe umeipata, upo nayo ndani ya nafsi yako, unaitumia kama alivyoitumia huyo akida. Akida alijua kanuni gani ambayo yeye anaitumia katika utendaji kazi wake, na akaitumia kanuni hiyo hiyo kuomba uponyaji kutoka kwa Yesu, na Yesu akaachilia neema uponyaji juu ya mgonjwa wake. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu ya kwamba Yesu ni Mungu mponyaji na anao uwezo wa kuponya na anao uwezo wa kufungua. Sasa kitu ambacho tunapaswa kukifahamu cha kwanza, kuamini. Sasa ili niweze kupokea uponyaji, kuamini kuwa Yesu ni Mungu mponyaji na anao uwezo wa kukuponya pamoja na kukufungua kama alivyomfungua mgonjwa wa akida. Kwa hiyo ninapaswa niamini moyoni mwangu na kwamba Yesu ni Mungu mponyaji. Nikishaamini nitapokea uponyaji kutoka kwa Yesu. Kwa nini nitapokea uponyaji kutoka kwa Yesu? Kwa sababu nimeamini ya kwamba hiki kitu hakika ana uwezo wa kuniponya. Tukitazama katika kitabu hiki cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 7, tunaona Yesu anasema kwamba nitakuja nimponye. Hiyo ni imani ya Yesu. Lakini pia
Baada ya kutoa hilo tamko, huyo akida baada ya kutoa kanuni ambayo alikuwa anaifahamu, tunaona Yesu anasema kwamba akastaajabu. Akasema kwamba kwa namna hii sijawahi kuona imani kubwa katika Israeli kama hii. Sijawahi kuona imani kubwa namna hii. Na baada hapo akamwambia kwamba na iwe kwako kama ulivyoamini, na mgonjwa wake akapona saa ile ile. Kwa hiyo ina maana kwamba imani ni kiungo ambacho kinao uwezo wa kuchukua uponyaji kutoka kwa Bwana Yesu na kudhihirisha katika. Sasa niamini kuwa Yesu anao uwezo wa kuniponya. Nikiamini kuwa Yesu anao uwezo wa kuniponya, nitapokea uponyaji kutoka kwa yeye. Lakini ikiwa nisipoamini ya kwamba Yesu anao uwezo wa kuniponya, hata kama nitawekewa mikono kiasi gani, hata kama wataniombea kiasi gani, hata kama itakuja jopo la maaskofu kiasi gani, au watumishi wa Mungu wataunganika labda wajumbe kukuombea, na kama hujaamini moyoni mwako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya, au utapokea uponyaji. Ila ukiamini moyoni mwako, hata kama chembe ya ndani, imani kidogo, unao uwezo wa kuvuta nguvu ya uponyaji na ukafunguliwa na ukawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tujifunze kwa mfano wa hawa watu wanne ambao Yesu aliona imani juu yao. Yesu alipoiona imani ya wale ndugu wanne waliompeleka mgonjwa wa kupooza kwake, akamponya ndugu yao. Tukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 12. Katika kitabu hiko cha Marko sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 12. Lakini pia unaweza ukasoma katika kitabu hiki cha Marko sura ya 2 mstari wa 2, mstari wa 5, mstari wa 11 na mstari wa 12. Kuna kitu takiona hapo ambacho Mungu anataka tukione siku ya leo. Katika hiki kitabu cha Marko, amina, kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 2, maandiko yanasema wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu wanne. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaiteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi, wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Maana Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo na nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Hapo amwambia yule mwenye kupooza, na kwambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani kwako. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote. Hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukitazama katika hiki kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 2 hadi wa 12, Biblia inaeleza kwa habari ya kwamba walikuwa ndugu wanne ambao walikuwa na mgonjwa nyumbani kwao. Huyo mgonjwa alikuwa anasumbuliwa na shida ya kupooza. Sasa huyo mgonjwa kwa kuwa alikuwa anasumbuliwa na shida ya kupooza, waliposikia kwamba Yesu yuko katika nyumba anafundisha, na waliposikia kwamba Yesu, tutolee mfano mwepesi ambao tunaweza kuona, waliposikia kwamba Yesu yuko MCC anafundisha, wakasema ya kwamba tuende tumpeleke huyu mgonjwa ili kusudi apate kumponya. Lakini walipofika katika mazingira ambayo Yesu anafundisha, wakakuta kwamba ukumbi wote umejaa, hamna hata sehemu ya kukanyaga, wala hamna nafasi ya kuweza kumpitisha mgonjwa wao kumfikisha kwa Yesu ili kusudi apate kumponya. Kwa hiyo ina maana kwamba hawa watu, mazingira ambayo walikutana nao yalikuwa ni mazingira ambayo yenye kuwakatisha tamaa. Ingekuwa kwamba wasingeongozwa na imani, na maana wangekata tamaa, akasema kwamba huyu mtu tayari, angalia, hatuwezi kumfikia Yesu, tuache tu abaki na hali yake. Lakini kwa sababu imani ilikuwa ndani ya mioyo yao, wanatamani kuona ndugu yao anaponywa na anafunguliwa, wakaamua
kutafuta namna ya kufanya ili namna gani ya kuweza kumsaidia. Ina maana kwamba kama ilikuwa hamna hata nafasi ya kuweza kupita, ina maana walijipekenyeza mpaka wajue Yesu amesimama eneo gani. Na baada ya kujua Yesu amesimama eneo gani, ina maana kwamba wakafanya vipimo vyao ya kwamba hapa tukitoboa eneo gani tunaweza tukamfikia Yesu na mgonjwa wetu tukamteremsha akamuona uso kwa uso. Kwa hiyo ina maana kwamba hata walipokuwa wamepanda juu ya dari wanatoboa kwa nyumba za Mashariki ya Kati, ya kwamba zikijengwa wanajenga nyumba lakini juu inakuwa imesakafiwa, imekuwa imepigwa kama imetandikwa tofali kwa sababu ya hali ya kule ya joto. Kwa hiyo maana vile inasaidia kupunguza joto. Kwa hiyo maana kwamba wakaanza kuchomoa tofali moja moja mpaka waweze kutoboa ile dari ili kusudi waweze kumshusha mgonjwa wao kwa Yesu. Na wakati huo wanafanya hicho kitendo na kuna watu walikuwa wanaendelea kusikiliza neno la Mungu. Ina maana kama kulikuwa kuna mchanga au kuna vumbi vinamwaguka, vipande vya tofali vinadondoka, walikuwa hawana habari hiyo. Wanasema kwamba tuko busy tunamsikiliza Bwana. Mwisho wa siku tunaona kwamba wakamteremsha yule mgonjwa aliyekuwa nao mbele za Yesu. Na Yesu alipoiona imani ya wale ndugu, akamwambia yule mgonjwa kwamba mwanangu, umesamehewa dhambi. Kwa hiyo ina maana kwamba kuna wakati unaweza ukapita katika ile kuugua, dhambi inakuwa imefungua mlango wa kushambuliwa na magonjwa. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba tuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Yesu alipokuwa akiwaponya wagonjwa wengine anawaambia kwamba usitende dhambi tena. Kwa hiyo ina maana kwamba dhambi ilikuwa ni lango la wao kushambuliwa na adui shetani na kupanda magonjwa ndani ya mioyo yao. Ndio maana kabla hajamponya akamwambia kwanza akashughulika na kitu ambacho kiliingiza mlango wa kushambuliwa na huo ugonjwa. Ya kwamba akamwambia mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Wale Mafarisayo ambao walikuwa wamekaa pale wanasikiliza neno, wakajioni moyoni mwake, huyu mtu ana shida gani? Mbona anakufuru? Anasema ya kwamba amesamehewa dhambi, kwani mwenye uwezo wa kusamehe dhambi si ni Mungu tu? Tunaona Yesu anajifunua kwamba yeye ni Mungu ambaye anasamehe, Mungu ambaye anarehemu, Mungu ambaye anaosha, anatutakasa kwa damu yake takatifu. Kwa hiyo ina maana kwamba haijalishi kwamba kuna mahali tumemkosea, Yesu anao uwezo wa kukusamehe na anao uwezo wa kukuponya. Kwa sababu amesema katika Zaburi 133:3 anasema hivi ya kwamba anatusamehe. Zaburi 103:3 anasema kwamba anatusamehe dhambi zetu zote na kuponya magonjwa yetu yote. Kwa hiyo maana kwamba baada ya hapo Yesu alipoiona imani yao, kwa hiyo Yesu ili aweze kukuponya anatakiwa aione imani ya uponyaji ndani yako. Aone ya kwamba unamwamini kuwa anao uwezo wa kukuponya. Kwa akiona kwamba unamwamini kuwa anao uwezo wa kukuponya, ndipo anaachilia ile neema uponyaji juu yako. Biblia inasema alipoona imani ya wale ndugu wanne, akamwambia yule mgonjwa ambaye ameshushwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako, na baada hapo akatangaza uponyaji juu ya yule mtu. Biblia inasema kwamba katika kitabu hiko cha Marko sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11 ya kwamba akamwambia ondoka, jitwike godoro lako uende. Wa 12 inaeleza kwamba mara mgonjwa huyo akajitwika godoro lake akaenda, na watu wote walipoona lile jambo ambalo limetendeka wakaanza kumtukuza Mungu. Kwa hiyo maana Yesu ana uwezo wa kuponya maisha yako, ana uwezo wa kuponya afya yako, ana uwezo wa kukuponya katika ugonjwa wa kila aina. Hana mipaka, ana uwezo wa kukuponya. Kinachotakiwa aone imani kutoka kwako. Kama haitakuwa imani kutoka kwako, hataweza kukuponya. Ili aweze kukuponya, inatakiwa uamini ya kwamba hakika ana uwezo wa kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tumeona mfano huo ya kwamba Yesu alimponya huyu mgonjwa ambaye yeye mwenyewe alikuwa hajiwezi. Kwa hiyo maana kwamba alikuwa hawezi hata kujishughulisha yeye mwenyewe, akahitaji msaada. Hawa watu walikatishwa tamaa na mazingira. Inawezekana kuna mazingira yamekukatisha tamaa. Unasema kwamba huu ugonjwa mimi kupona tena haiwezekani. Lipo tumaini katika jina la Yesu, unao uwezo wa kuponywa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli sayansi inaweza ikashindwa, lakini sio Yesu. Yesu hashindwi. Ni kweli sayansi inaweza ikashindwa ikasema kwamba kwa ugonjwa huu tunashindwa kutatua changamoto yako, lakini yupo Yesu ambaye ndio msemaji wa mwisho kwa maisha ya mtu ambaye ameokoka. Kwa hiyo msemaji wa mwisho wa maisha yako ni Yesu Kristo. Yesu ana uwezo wa kuponya maisha yako, ana uwezo wa kuponya familia yako, ana uwezo wa kuponya elimu yako, ana uwezo wa kuponya ndugu zako, ana uwezo wa kuponya kazi za mikono yako, kwa sababu yeye ni Mungu mponyaji. Kwa hiyo ana uwezo wa kuponya kitu chochote kile ambacho unakihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Tuangalie jambo la pili. Tumeona kwa mfano huu Yesu alipoona imani ya watu akawaponya. Sasa tuangalie. Sasa ili niweze kupokea uponyaji, nifanye kitu gani? Unapaswa kukiri au kusema imani yako juu ya uponyaji unaotarajia. Unapaswa kukiri na kuisema imani uliyokuwa nao juu ya uponyaji ambao unaotarajia. Ikiwa ya kwamba unasumbuliwa labda na shida fulani, jambo fulani kwako limekuwa ni changamoto, unahitaji Yesu aingilie kati na kukusaidia. Ili aweze kuingilia kati na kukusaidia, ukiri na kusema kile kitu ambacho unakitarajia kukipata. Kwa sababu Biblia inasema basi imani ni kuwa na uhakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Kwa hiyo kwamba ndani ya moyo wako unatarajia kuwa mzima, lakini kwa jinsi ya mwilini ni mdhaifu. Sasa ili uweze kuondolewa udhaifu, unatakiwa ukiri kile kitu ambacho unakiona ndani ya moyo wako. Tukitazama katika kitabu cha Misali sura ya 18 mstari wa 20 hadi wa 21, ambapo neno la Mungu linasema ya kwamba tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. 21, mauti na uzima huwa katika uweza wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Kwa hiyo maana ya kwamba mauti na uzima vipo katika uweza wa ulimi. Katika ulimi uliokuwa nao ni kiungo kidogo, lakini kinao uwezo wa kufungulia mlango wa kuwa mzima na kinao uwezo wa kufungulia mlango wa mauti. Sasa kuna mauti aina nyingi. Kuna mauti ya magonjwa. Unaweza kukuta ya kwamba umeshambuliwa na roho ya mauti ya magonjwa. Sasa Yesu ili aweze kukutoa hapo, anahitaji uamini ya kwamba anao uwezo wa kukuponya na ukiri uponyaji ambao unauamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikiri uponyaji ambao unaamini ya kwamba ni kweli ninasumbuliwa na hii shida, ni kweli nimeenda hospitali wameniambia kwamba hii shida kwangu kupona haiwezekani tena, nisubirie tu siku yangu ya mwisho. Lipo tumaini ndani ya jina la Yesu ambalo linao uwezo wa kukuponya. Kwa sababu huyu Yesu tuliokuwa naye afungwe na muda, wala mapenzi yake hakuna anaweza kuyazuia. Akilikusudia jambo lake hakuna anaweza kulipinga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utaweza kupokea uponyaji kutoka kwa Yesu kupitia kuamini na kukiri kile unachokiamini. Tutolee mfano. Ninaumwa. Ni kweli ninaumwa. Nimeombewa ya kwamba Mungu aniponye, Mungu anijalie afya njema. Lakini mimi nikikaa nasema kwa kweli ugonjwa niliokuwa nao siponi. Ile hali ya kusitasita kwa kutokuamini kunafanya kwamba Mungu hata kama alikuwa anataka kuponye agaili. Kwa sababu anasema ya kwamba ni kweli ninaachilia neema ya uponyaji juu ya huyo mtu, lakini hana kitu cha kupokelea huo uponyaji. Kwa hiyo kama hana kitu cha kupokelea huo uponyaji, akimpa uponyaji utaenda wapi? Kwa hiyo ili uweze kuupata huo uponyaji unatakiwa uwe na kiungo cha uponyaji ambacho ni imani. Hiyo imani ambayo imeanzia ndani ya moyo ya kwamba ninaamini ya kwamba mimi ni mzima. Na baada hapo unakiri kile kitu ambacho unakiamini. Biblia inasema hiyo kwa sababu hiyo tuliamini, kwa sababu hiyo tulinena. Kwa hiyo maana kwamba kwa sababu tuliamini, kwa sababu hiyo tulisema kile ambacho tumekiamini. Kwa kile ambacho umekiamini unapokisema, ni kweli kinaweza kikakutana na ushambulizi mwingi, ni kweli kinaweza kikakutana na mashambulizi mengi, kikakutana na misukosuko ya kila aina, ikakutana na majaribu ya kila aina, ya kwamba kukipinga kisistawi. Lakini kadri unavyozidi kukikiri, kinaanza kukua na kustawi ndani ya moyo wako, na mwisho wa siku uponyaji unatokea ndani yako. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba na tulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, kwa maana yeye aliyoahidi ni mwaminifu. Kwa hiyo maana kama yeye aliyoahidi ni mwaminifu, ana uwezo wa kutenda na kukufungua, ana uwezo wa kutenda na kukuponya, ana uwezo wa kutenda na kukuweka huru, ana uwezo wa kutenda na kukuweka huru. Kwa sababu gani? Ya kwamba ameahidi ya kwamba kila neno ambalo limetoka kwenye kinywa chake halitarudi bure, bali litazalisha matokeo. Haijalishi ya kwamba ulipita kwenye magonjwa kiasi gani, haijalishi ya kwamba majaribu yalinyanyuka kiasi gani, malango ya magonjwa yalifunguliwa juu yako. Siku ya leo Biblia inasema ya kwamba nimewapa amri na mamlaka, lolote ambalo mtalifunga duniani na mbinguni limefungwa pia. Nasi tunatamka ya kwamba lolote ambalo lilitamkwa na lilifunguliwa, ya kwamba tushambuliwe kwa lango la magonjwa halitatupata kamwe. Nasi tunatamka ya kwamba lolote lile ambalo adui alitushambulia
alipotangulia kupitia lango la magonjwa, alihakikisha ya kwamba kuona ya kwamba ili tusistawi katika kumjua Mungu, tuwe watu wa kuzoofika kimwili. Biblia inatuambia ya kwamba mpenzi Gayo, ninaomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema kama vile roho yako ifanikiwavyo. Ina maana mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni kuona ya kwamba unamiliki afya njema. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni kuona ya kwamba kila jambo nalo lifanya linastawi. Mpango wa Mungu kwako ni kuona ya kwamba ukisoma unafanikiwa. Mpango wa Mungu kwako ni kuona ya kwamba ukifanya biashara unafanikiwa. Mpango wa Mungu kwako ni kuona ya kwamba ukiwa unamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, watu wanamgeukia Yesu. Mpango wa Mungu kwako ni kuona ya kwamba unakuwa na amani katika kila jambo. Mpango wa Mungu kwako ni kuona ya kwamba maisha yako yanaongozwa na yeye, mauti haina mamlaka juu yako. Biblia inasema ya kwamba Lazaro siku moja akafa. Baada ya Lazaro kufa, ya kwamba Masa akatuma ujumbe kwa Yesu ya kwamba yule ulompenda sana anaumwa, yule ulompenda sana hawezi. Yesu akasema ya kwamba nitaenda kumponya, lakini ikamchukua siku 2 akawa hajaenda kumponya Lazaro. Baada ya hapo mauti ikamkuta Lazaro. Baada ya kumkuta mauti Lazaro, ya kwamba wakamzika kaburini siku ya 4. Tunaona Yesu anawaambia wanafunzi wake ya kwamba rafiki yetu Lazaro amelala, kwa hiyo tunaenda kumwamsha. Ina maana ya kwamba wanafunzi wake wakaelewa, wakasema ya kwamba amelala usingizi. Baada hapo akawafunulia akawaambia ya kwamba Lazaro amekufa, lakini tunaenda kumfufua. Ugonjwa aliokuwa nao ulikuwa ni kwa ajili ya kuleta utukufu kwa Mungu. Baada hapo tunaona Yesu anaenda na mfufua Lazaro. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana sura ya 11, Biblia inaeleza ya kwamba alipofika pale, Masa akamwambia, laiti kwamba mwalimu ungekuwepo, Lazaro asingekufa. Yesu anamwambia, si nilikuambia mtu akiniamini mimi japokuwa amekufa anaishi. Kwa hiyo inawezekana kwamba kuna mauti ya magonjwa iliachiliwa juu ya maisha yako, iliua vitu katika maisha yako, iliua ndoto zako, iliua mipango yako, iliua biashara zako, iliua elimu yako, iliua familia yako, iliua kazi za mikono yako. Kila unalolifanya halifanikiwi. Siku ya leo Biblia inasema ya kwamba, neno la Mungu linasema ya kwamba yupo Yesu Kristo wa Nazareti hai, ambaye anafufua vyote vilivyokufa na kuvipa uzima na kuviponya. Kwa atafufua vyote vilivyokufa na kuvipa uzima na kuviponya, kwa sababu yeye ni Mungu mponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona Yesu akalia. Biblia inaeleza kwamba Yesu akalia. Mafarisayo wakasema ya kwamba analia kwa sababu alimpenda sana. Tunapokuwa tunapita katika nyakati ngumu, tunaweza tukao tunalia. Mioyo yetu inalia. Kwa jinsi ya kawaida mtu akikuangalia kwa jinsi ya mwilini anakuona unafurahi, uso unatabasamu, lakini moyo unalia. Yesu anaona hayo machozi, anakufuta na anakuponya na anakujalia uzima na afya njema, kwa sababu yeye ni Mungu mponyaji. Tunaona ya kwamba akasema ya kwamba Lazaro toka nje, na baada hapo Lazaro ambaye alikuwa amekaa kaburini siku 4 akatoka nje. Kwa nini akatoka nje? Kwa sababu alitamka mwenye mamlaka kuliko wote, ambao anaitwa Yesu wa Nazareti hai. Na siku ya leo Yesu yuko mahali hapa, anahitaji aponye maisha yako, anahitaji aponye afya yako, anahitaji aponye elimu yako, anahitaji aponye kazi za mikono yako, anahitaji aponye huduma yako, anahitaji aponye hali yako ya imani yako. Inawezekana ya kwamba imani yako imezorota, ya kwamba mwanzoni ulikuwa umesonga mbele, ulikuwa unakuwa katika kumjua Mungu, ghafla binifu umedumaa kuwa katika kumjua Mungu. Mambo ya ibada umeona sio kitu tena. Yesu siku ya leo anaponya maisha yako rohoni na kukupa uzima tena, kwa sababu anasema hivi, kwa sababu Yona alikuja ili niwe na uzima tele, kisha niwapatie mwe na uzima tele. Kwa kisha kuwa na Yesu, fungu la kuwa na uzima tele ni lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba unapaswa kukiri uponyaji ambao Yesu ameuachilia juu ya maisha yako. Tujifunze kwa mfano wa Bartimayo. Mfano wa Bartimayo, yule mwombaji kipofu. Bartimayo katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 46 hadi wa 52, Biblia inasema kwamba
Bartimayo alipokuwa akisikia ya kwamba Yesu anapita, aliposikia Yesu anapita, akaanza kuita, mwana wa Daudi ni rehemu, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Wapo ambao walinyanyuka kumkatisha tamaa, wakasema unyamaze kimya, usimsumbue mwalimu. Lakini kadri alivyozidi kupaza sauti, Yesu naomba ni rehemu, Yesu naomba nisaidie, tunaona kwamba Yesu akamsikia, akamwambia mleteni hapa. Akalitupa vazi lake alilokuwa amelivaa, akalilarua vazi alilokuwa amevaa, ambalo lilikuwa likimtambulisha kama muombaji kipofu. Ina maana alikataa yale maisha ya kuwa kipofu, alikataa yale maisha ya kuwa muombaji kipofu. Baada ya kuja kwa Yesu, tunaona Yesu anamuuliza Bartimayo, anamwambia kwamba unataka nikufanyie nini? Naye akasema, Bwana wangu, nataka niponywe. Ina maana kwamba alitamka kile kitu ambacho alikuwa anahitaji apate. Nao ukitamka kile kitu ambacho unachohitaji Yesu akupatie, siku ya leo Yesu atakupatia, kwa sababu ya kwamba yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Amesema ya kwamba hata sasa mjaomba neno lolote kwa jina langu. Jina pekee ambalo tunapaswa kuomba ni kwa jina la Yesu. Amesema ombeni lolote nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa ina maana ya kwamba ukiomba kwa imani, kama alivyosema Bartimayo kipofu, Bwana ninataka nipone tena, Bwana nataka nione tena. Yesu akafungua macho yake akapata kuona tena. Bwana wewe Yesu anakuuliza ya kwamba unataka kufanyie nini siku ya leo? Unataka kufanyie nini siku ya leo? Unataka kufanyie nini katika maisha yako? Unataka kufanyie nini katika kazi za mikono yako? Unataka kufanyie nini katika uzao wako? Unataka kufanyie nini katika uchumi wako? Unataka kufanyie nini katika elimu yako? Inawezekana ukasema ya kwamba kwa kweli, kwa jinsi ya kawaida ule mtihani jinsi ulivyokuwa, kwa jinsi ya kawaida sitoboe. Yupo Yesu atakaye kuvusha, yupo Yesu atakaye kupigania, yupo Yesu atakaye kushindia, kwa sababu tumemwona kwa macho, tulisikia habari zake, lakini sasa tumemwona kwa macho. Hata sisi tulimtumaini, tukamwambia Yesu ya kwamba katika safari ya elimu pekee hatuwezi, tunaomba tutendee tuvushe, na akatufanikisha, akatuvusha. Na wewe atakuvusha, haijalishi ya kwamba wametunga chuma kiasi gani. Yuko Yesu ambaye ni chuma ya vyuma, atakuvusha na atakufanikisha. Kinachotakiwa ni kumwamini, kinachotakiwa ni kumwambia Yesu, wewe ndio uliumba wanadamu, unajua mawazo ya mioyo yao, unajua making system zao, una uwezo wa kunitetea na kunipigania. Ninaomba Yesu, fanyika mdhamini wa masomo yangu. Yesu anafanyika mdhamini wa masomo yako. Yesu anafanyika mdhamini wa masomo yako. Yesu anafanyika mdhamini wa kazi za mikono yako. Yesu anafanyika mdhamini wa elimu yako. Yesu anafanyika mdhamini wa biashara zako. Yesu anafanyika mdhamini wa afya za watoto wako. Yesu anafanyika mdhamini wa huduma yako, kwa sababu amesema ya kwamba lolote mliombalo kwa jina lake atalitenda, ili furaha yenu iwe timilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la mwisho, kuomba kwa imani. Kuomba kwa imani kama alivyoomba yule akida juu ya mgonjwa wake. Tumejifunza kwa habari za huyo akida ya kwamba aliomba kwa imani ya kwamba Yesu aponye maisha ya mgonjwa wake, na Yesu aliponya. Sasa tujifunze kwa mfano. Tujifunze kwa mfano wa mwanamke ambaye alimuomba Yesu kwa imani, mwanamke mwenye kutokwa na damu. Inawezekana kwamba hiyo habari umesikia mara kwa mara, lakini siku ya leo imekuja kwa sura tofauti. Siku ya leo imekuja kwa neema ya tofauti, kwa sababu ya kwamba Biblia inasema katika kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 25 hadi wa 30 ya kwamba kwa habari ya mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12, akiteswa kwa mikono ya matabibu wengi, lakini kisimfae kitu, anagharimia gharama zote, lakini hakupona. Lakini aliposikia habari za Yesu wa Nazareti, akasema moyoni mwake, nitaenda nitagusa pindo la vazi lake, nami nitakuwa mzima. Hiyo ilikuwa ni imani ya yule mwanamke. Hayo yalikuwa ni maombi ya yule mwanamke, ya kwamba ni kweli nimeteseka, ni kweli nimetumia dawa za kila aina, ni kweli nimehangaika kwa kila aina kutafuta uzima niliokuwa nao, lakini sijapata uzima. Lakini nimesikia habari za Yesu wa Nazareti aliyo hai, ya kwamba aliongeza mikate, ya kwamba aliwalisha watu 5,000, ya kwamba nimesikia habari za Yesu wa Nazareti aliyo hai, ya kwamba aliponya vipofu. Nimesikia habari za Yesu wa Nazareti aliyo hai, ya kwamba alifufua Lazaro. Nimesikia habari za Yesu wa Nazareti aliyo hai, ya kwamba alitembea juu ya maji. Nimesikia habari za Yesu wa Nazareti aliyo hai, ya kwamba aligeuza maji kuwa divai. Kama aliweza kufanya hayo mambo yote, ina maana hata kwamba kwangu mimi huu ugonjwa ambao unanisumbua wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12, Yesu
uwezo wa kuniponya. Na siku ya leo nikwambie ya kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya ugonjwa wa aina yoyote. Haijalishi ni magonjwa ya kulisi, haijalishi kwa jinsi ya kawaida bado hajadhihirisha. Yesu ana uwezo wa kwenda kushughulika na vinasaba, ana uwezo wa kushughulika na vitu vya ulisi ambavyo hata sasa bado havijaonekana kwa macho, akaviondoa ili kusudi ya kuweke salama. Unachotakiwa kumwambia Yesu, nipo tayari Bwana, nipo tayari kukugusa kwa imani, nipo tayari kukugusa kama alivyokugusa yule mwanamke ambaye alifuata ufahamu ya kwamba sihitaji kumwambia Petro ya kwamba nimeteseka kiasi gani, sihitaji kuja kujieleza kwa Yesu ya kwamba nimeteseka kiasi gani. Nitaenda tu nikagusa pindo la vazi lake nami nitakuwa mzima. Kwa kumbe kuna mahali ukigusa pindo la vazi la Yesu, nguvu zilizokuwa ndani ya mwili wake zinamtoka automatically. Nguvu zilizokuwa ndani ya mwili wake zinachomoka na kuingia ndani yako. Yesu akafahamu nafsini mwake, akasema ya kwamba kuna mtu amenigusa kwa namna ya ajabu, kuna mtu amenigusa kwa namna ya ajabu. Petro anamwambia Yesu ya kwamba Bwana mkuu, wameguswa na watu wengi. Yesu anasema ya kwamba ni kweli wamenigusa watu wengi, lakini alionigusa leo amenigusa kwa kipekee, amechomoa kitu. Wengine wananigusaga hawatoki na kitu kutoka kwangu, lakini huyu amenigusa, ameondoka na kitu kutoka kwangu. Kwa hiyo ina maana ya kwamba Yesu anahitaji kuona ya kwamba unamgusa siku ya leo. Unamwambia Yesu, ninakuamini, ninaomba nitetee. Yesu, ninakuamini, naomba nipiganie. Yesu, ninakuamini, naomba nivushe. Haijalishi ya kwamba kulikuwa kuna mapepo yanakusumbua, hayawezi akakaa mahali hapa, kwa sababu ameshuka yeye aliyo mwamba wa miamba, kwa sababu ameshuka yeye Mungu mwenye nguvu. Kwa kinachotakiwa kwako ni kuamini ya kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kufahamu ya kwamba ni kweli Yesu ana uwezo wa kukuponya, lakini kuna kitu cha ajabu sana nilikiona katika kitabu cha Luka, katika kitabu cha Luka, katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 11. Akasema hivi ya kwamba akaenda eneo lile, wakaenda watu wengi wakasikiliza mafundisho, lakini akuponya wengi. Baada ya kwamba akuponya wengi, Biblia inasema kwamba akawaponya wale waliokuwa na haja ya kuponywa. Kwa ili Yesu aweze kukuponya, lazima uwe na haja ya kuponywa. Kama una haja ya kuponya, hawezi kukuponya, hawezi akatumia nguvu yake bure. Kwa siku ya leo na wakati na majira haya, Yesu anahitaji akuponye. Yesu anahitaji akufungue. Yesu anahitaji akuvushe, akufanikishe. Yesu ndio msaada wa pekee. Tunaweza tukatafuta msaada mahali pengine, lakini Yesu ana uwezo wa kukuponya. Ni Yesu pekee ana uwezo wa kukuponya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nitolee mfano mwepesi ambao kwa jinsi ya kawaida unapaswa kuamini moyoni mwako kwamba Yesu ana uwezo wa kukuponya na kukufungua, naye atakuponya na kukufungua. Nilikuwa ni majuma kadhaa yamepita kabla baba hajaniambia kwamba utasimama, ya kwamba nikakuta nimepewa tarehe ya siku ya leo. Nikaambiwa anza kuomba juu ya hii tarehe. Ilikuwa hata kabla ya sikukuu ya wanawake. Nikaanza kuomba, Mungu kuna nini unataka kikatokee? Baada hapo akanipa ujumbe. Nikaendelea kuomba. Baada hapo baba akaniambia kwamba ilitakiwa tarehe ambayo nilikuwa nimepewa kwanza ni tarehe ya leo. Baada hapo kutokana na mambo mengi akasema kwamba turudishe nyuma, iwe tarehe 8. Kabla tarehe 8 akaniambia ya kwamba turudishe tarehe ya kwanza, tarehe 15. Kwa hiyo lipo kusudi ambalo Mungu amekusudia. Katikati hapa nikapita katika hali moja ambao kwa jinsi ya kawaida, kwa mazingira ambao tunafanyia kazi, tunakutana na wagonjwa kila aina. Tukakutana na wagonjwa kama kadhaa hivi wa COVID kama 5 hivi. Tukawahudumia na tukufanya kata max. Tukawahudumia vizuri. Baada ya dakika hata 5 hazijapita, dalili walizokuwa wanazisema wao tukaanza kuzisikia sisi wenyewe. Dalili walizokuwa wanazisema wao kama kichwa kuuma tukaanza kusikia. Kama mafua yanaanza kuja. Kama kikohozi kinaanza kuja, kama mbavu kubana zinaanza. Kwa baada ya hapo tukawa tunaendelea kuhudumia. Sasa sister ambaye anafanya naye pale kazi nchani akasema kwamba yani kwa kweli Mungu tuwatuponye na watoto wadogo. Nikamwambia kwamba hatutakufa bali tutaishi. Hatutakufa bali tutaishi. Akasema yani watoto wangu wale wadogo sio atawatunza nani? Ndio hali yenyewe kama hii. Nikamwambia hatutakufa bali tutaishi. Tunamuomba Mungu hapa na tunawahudumia watu. Mungu anatunza uhai wetu kwa sababu tunafanya utumishi wake. Na mwisho wa siku ile hali katuachia. Kwa hiyo maana hata kama kuna ugonjwa ambao umekukuta, ukitamka uponyaji, unapokea huo uponyaji.
Siku ya leo ukitamka kupata uponyaji na upokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mponyaji, ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kufungua. Kwa jinsi ya kawaida nikaanza kuwaza ya kwamba hizi kazi tunazofanya ndio zinanifikisha hapa. Ghafla binivutu dalili anazosema yeye zimekuja kwangu. Na hajaondoka hapo. Nimemwekea fungu lake la dawa pale, naambia utatumia hii, utatumia hivi. Nazisikia kwangu na zinaanza kunibana. Akasema hapa sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Na sister na yeye baada ya muda ametoka sasa, tukaanza kujadili kwa sababu hauwezi kujadili mbele ya mgonjwa. Kaanza kujadili kwa kweli. Kwa sababu hauwezi kujadili mbele zake. Kujadili mbele zake unamkatisha tamaa. Tukajadili tukaanza kusema, yaani kwa kweli hii kwa kweli iko. Yaani kwa kweli tunasikia kabisa dalili hizo. Sister na yeye ananiambia kwamba yaani mdogo wangu, yaani hapa nilipo tayari ninasikia kabisa kuumwa, nasikia kuumwa. Nikamwambia sasa hapa tunaomba Mungu atuponye, tukaomba Mungu atuponye. Alafu baada hapo akasema kwamba sasa tunafanyaje? Nikamwambia hata kama wataangalia kwenye kamera watajua wao, tujichape dawa. Tukachukua tukapo. Ambao baada ya hapo tukakaa, tukaona bado ile hali inaendelea. Tukasema hapa dawa haziwezi kutusaidia. Hapa ni Yesu tu atakayetusaidia. Hapa ni Yesu tu atakayetusaidia. Tukaomba. Mwisho wa siku tukaona kwamba ile hali imeachia. Ilipoachia baada ya muda anakuja mwingine. Sister akaniangalia usoni. Baada ya kuniangalia usoni mimi nikageukia pembeni nikacheka. Akaniuliza, "Kaka Mga, mbona unacheka? Mbona unacheka?" Nikamwambia, "Hamna, kwa kweli nimefurahi tu." Baada ya kumhudumia kutoka akasema, kesi ile ile. Yaani kwa kweli ikiwezekana akachuma kenyaka kale akafunga skanyika dogo, hata madirisha yapo kwa juu yake, tunafanyaje? Hewa humu ndani ni chache. Tufungue na madirisha. Nikamwambia, "Hatutakufa bali tutaishi, tutapona." Mungu akawa mwaminifu, tukaendelea kukaa vizuri. Mungu ana uwezo wa kuponya ugonjwa wa kila aina. Sayansi inaweza ikashindwa, ni kweli. Sayansi ina uwezo wa kushindwa, lakini Yesu hashindwi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mungu wa mbinguni awachie uzima na uponyaji. Kama kuna mtu anahitaji lolote lile, anahitaji aponywe na Mungu. Kuponywa sio lazima ugonjwa. Tumeona kuna mambo mengi ya kuponywa, hata elimu inahitaji iponywe. Hata kazi zinahitaji kuponywa. Hata huduma zinahitaji kuponywa. Kwa sababu wanaweza wakashambulia maeneo hayo. Kwa kama kuna jambo lolote ambalo unahitaji Yesu akuponye, unaweza kusonga mbele. Upo mama mchungaji, wapo jopo la wazee wa kanisa. Bwana amewapaka mafuta yake, amewajaza roho, wana uwezo wa kuomba juu yako na Mungu akakufungua. Na Mungu akakuweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haupaswi kuogopa. Praise team, unaweza kupata worship. Haupaswi kuogopa. Haupaswi kuogopa. Yesu anakupenda. Kwa jinsi ya kawaida, hofu ya kibinadamu iliingia ndani. Ikaanza kunitafuna, nikaanza kujiuliza. Nikamkumbuka rafiki yangu mmoja akasema kwamba ikitokea tumekufa saa hizi, hata hatuna jina lote, tumemaliza tu elimu, tumeanza tumefanya kazi. Juu yao. Na wale huko nyuma wanaweza kuendelea kuomba Mungu. Kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa sana. Tunaweza tukaweka mikono juu yao. Kwa sababu Biblia inasema kwamba tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mkono wa Yesu uko mahali hapa ili kusudi kupata kuponya na kufungua. Wazee wa kanisa tunaweza tukaweka mikono juu yao. Wazee wa kanisa tunaweza kuweka mikono juu
juu ya wagonjwa, tunaweza kuweka mikono juu yao nao wakapata afya na uzima katika jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu Kristo analeta uhai. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu wa ajabu, wewe ni Mungu unayeweza mambo yote, wewe ni Mungu unatawala mbinguni na duniani. Katika jina la Yesu analeta uhai. Umelituma neno lako hili Mungu ili kusudi lipate kuponya. Maana umesema ya kwamba wakakulilia Bwana katika dhiki zao, ukalituma neno lako lipate kuponya. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Kila aina ya ugonjwa ambao ulikamata maisha yake, kila aina ya maagano ya magonjwa ambayo ulikamata maisha yake, na unatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai, akapate kuponywa na kufunguliwa, akapate kuponywa na kuwekwa huru kwa jina la Yesu analeta uhai, akapate kuponywa na kuwekwa huru kwa jina la Yesu analeta uhai, akapate kuponywa na kuwekwa huru kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Mungu, ponya maisha yake kwa jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka kwa jina la Yesu analeta uhai. Neema yako iponyayo, neema yako ifunguao, katika jina la Yesu analeta uhai. Ninaomba ikapate kumfungua na kumponya kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninaomba ikapate kumfungua na kumponya kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Kutana na uhitaji aliokuwa nao kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ikiwa kwamba kuna vifungo mbalimbali, ikiwa kwamba kuna maagano mbalimbali yalikamata maisha yake, nauna saa hii ninayaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninayaamuru kwa nguvu ya jina la Yesu analeta uhai, yakapate kung'oka na kusambaratika katika jina la Yesu analeta uhai, yakapate kung'oka na kusambaratika kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Nguvu za giza, nguvu za mapepo, nguvu za majini, ninaamuru toka katika jina la Yesu analeta uhai. Ninaamuru toka kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Naomba kutana na uhitaji wake, naomba mponye na kumjalia afya njema kwa jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Ninaomba neema yako na uzima wako mfalme wa amani. Naomba neema yako na uzima wako juu yake kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Kila jambo alifanyalo mwaka wa wokovu, unaona likamponya mfalme wa amani. Unaona likafanikiwe kwa jina la Yesu analeta uhai. Unaomba likafanikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Unaomba mjalie afya njema yeye na mwanae kwa jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka uzima na uponyaji juu yake kwa jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Unaomba mponye na kumjalia afya njema. Unaomba mlinde na kumtetea katika jina la Yesu analeta uhai. Akakuwa akikupendeza Mungu na wanadamu kwa jina la Yesu analeta uhai. Katika jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninaomba kwa jina la Yesu Kristo analeta uhai. Neema yako ifunguao, ikafungue maisha yake na kufanikisha kwa jina la Yesu analeta uhai. Uponyaji wako wa kimbingu ukazilike ndani ya mwili wake na nafsi yake kwa jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Wewe ni Mungu mponyaji, wewe ni Mungu mponyaji. Tumejifunza neno lako, haijalishi ya kwamba ni magonjwa aina gani, haijalishi ya kwamba mlikaa vidonda vya aina gani tumboni mwake, nauna saa hii ninatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka kwa nguvu za jina la Yesu analeta uhai, akapate kuponywa na kuwekwa huru katika jina la Yesu analeta uhai, akapate kuponywa na kuwekwa huru kwa jina la Yesu analeta uhai. Kila jambo alifanyalo likafanikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu analeta uhai. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Wewe ni Mungu wa pekee, Mungu wa kuofiwa, Mungu wa kuabudiwa, Mungu wa kutukuzwa. Katika jina la Yesu analeta uhai. Wewe ni Mungu tuponyaye, wewe ni Mungu tuponyaye. Ulituma neno lako lipate kuponya. Mungu, katika jina la Yesu analeta uhai. Uliweka mikono juu yao mfalme wa amani, na wakapata kupokea afya na uzima. Mungu, ninatamka afya na uzima juu yake katika jina la Yesu analeta uhai. Ninatamka afya na uzima juu yake kwa jina la Yesu analeta uhai. Kila vifungo ambavyo vilifunga maisha yake, ninatamka vikapate kuachia na kusambaratika kwa jina la Yesu analeta uhai. Bali ninatamka
uzima na uhai kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti uhai. Mungu ninaomba ponya hata elimu yake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Kutana na uhitaji aliokuwa naye, kutana na haja ya moyo wake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Mungu katika jina la Yesu wa Nazareti uhai. Wewe pekee Mungu tuponyaye, wewe pekee Mungu mwenye nguvu na uweza, katika jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ninaomba neema yako uponyaji, mfalme wa amani, ikapate kudhihirika ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ponya mwili wake katika jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ponya mwili wake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ponya kazi za mikono yake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ponya biashara zake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Katika jina la Yesu wa Nazareti uhai. Udhaifu wa kila namna ninauondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ninatamka kuweka huru kwake kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Ninatamka kwa jina la Yesu wa Nazareti uhai. Neema yako na uzima wako mfalme wa amani ukapate kuwa pamoja naye katika jina la Yesu wa Nazareti uhai. Mungu tunakushukuru kwa wema na fadhili zako, maana wewe ni Mungu mwaminifu kwa neno lako. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa wema na fadhili zako. Tunakushukuru kwa uaminifu wako Mungu. Tunaomba neema yako ile ambayo ulikusudia juu ya kila mmoja mmoja tukapate kuipokea kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti uhai. Mungu ninasema asante katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uhai. Ninaomba mfalme wa amani, ulinzi wako na neema yako mfalme wa amani ukawe juu yao mfalme wa amani. Yale ambayo umewakusudia juu yao, ile baraka ambayo umeikusudia juu yao, ninaitamka kwa mamlaka ya jina la Yesu wa Nazareti hai, ikapate kutokea na kufanikiwa katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Mungu ninatamka hata kwa wale ambao wamefanya mitihani, Mungu ninaomba kawa mdhamini wa masomo yao, kawafanikishe na kuwavusha katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Maana hatuna cha kutegemea zaidi ya akili zako Mungu wa majeshi. Wewe ndio Mungu wetu, wewe ndio msaada wetu katika jina la Yesu wa Nazareti hai. Tunachotamani kuona ya kwamba hatupotezi hata mshirika mmoja kwa sababu ya kushindwa katika taaluma. Mungu tunaomba kafanyike msaada kwao.